Ripoti ya Lifeway Research ambayo imechapishwa kupitia mtandao wa research.lifeway.com inaonyesha kuwa kuna wakati 69% ya vijana walihudhuria kanisani wakiwa na umri wa miaka 17. Idadi hii hushuka hadi 58 wanapofika miaka 18 na kisha hadi 40% wanapofika miaka 19, ikionyesha kupungua wakati wa mpito kuelekea utu uzima. Yaani wanavyokuwa ndio idadi ya kwenda kanisani hapo kwenye transition hapo wanapungua. Lakini kuna utafiti wa Springtide Research Institute unaochunguza mifumo ya kupungua kwa mahudhurio ya huduma za kidini miongoni mwa kizazi Z, yani Gen Z. Inaonyesha kuwa 36% wanahudhuria kanisani angalau mara moja kwa mwezi, huku asilimia inayokaribia sawa na hiyo hawahudhurii kabisa kanisani. Hii ishu ya vijana kutokwenda kwenye nyumba za ibada hadi njia mbadala zitumike ina ukweli kiasi gani? Hebu tumsikie moja ya wachungaji hapa anafunguka. Kwa majina naitwa mchungaji Justin John Kapizo. Ni mchungaji kiongozi wa kanisa la Ebenezer Restoration Ministry for All Nation. Lakini nipo chini ya mpako mafuta mtumishi wa Mungu Nabii Elisha Mlile. Vitikiwa vijana, hasa vijana wa kiume, ni changamoto sana kwa sababu ni watu ambao wanaamini Mungu ni wa watu wazima, sio vijana. Vijana wao wanaamini kama kabla kuna umri kadhaa au kuna umri fulani wakifika na unatakiwa mtafute Mungu. Na tunajaribu kuwaasa kama Mungu, maandiko yanasema mtumikie Mungu kiwa bado una nguvu, na mtumikie Mungu kiwa kwenye ujana uliokuwa nao. Ukishafika uzeeni uweze mtumikia Mungu, kwa sababu kama maandiko yanasema ufalme wa Mungu unatekwa na watu wenye nguvu, ni vijana ndio wenye nguvu. Na sehemu kubwa sasa vijana wamejikita kwenye utafutaji. Wanajua katika utafutaji wao kwa kutumia akili, maarifa na nguvu walizokuwa nazo wanaweza wakafanikiwa. Hawajui kama kila jambo inatakiwa umtangulize Mungu katika maisha yako ili uweze kufanikiwa. Jambo lolote unalolifanya mtangulize Mungu. Sasa ndio tunaendelea kuwapa elimu ili waendelee kufunguka na waendelee kufika kwenye nyumba za ibada, wategemee Mungu kwa kila njia zao zote, kwa kila shughuli zao zote. Kila mahali wanapokuwa wajue kama Mungu ndio kila kitu kwao. Lakini kwa kifupi, hali ya vijana sio nzuri kuhudhuria kwenye nyumba za ibada kabisa. Mnatumia njia gani sasa kuhakikisha mnawavutia hawa vijana kufika katika nyumba za ibada, hasa katika kanisa lako hapa? Ndio maana tuko kwenye media, tunazidi kuwahubiria, tupo kwenye radio, tunatembea mtaani, tukikuta kundi la vijana lilipo, tunawahubiria habari njema. Wanaokusikia watakusikia, wanaobeza watabeza, lakini tunaamini kwa Mungu kila kitu kinawezekana. Kweli vijana wako busy na maisha. Unadhani ni sababu pekee ama huko kwenye nyumba za ibada kuna nini kinafanya wasivutiwe? Unajua changamoto kubwa tuliokuwa nayo ni wazazi. Unajua mtoto akikua nje ya maadili ya wazazi, na wakikuwa mtoto haoni mzazi anafanya nini, kile mtoto anachokuwa nakiona mzazi anakifanya ndicho atakachokifanya. Wazazi wengi sasa hivi nao wamemwacha Mungu sana vijana. Wazazi wengi sasa wamemwacha Mungu. Nyumba za ibada zimebaki kwa watu wale ambao ni kadhaa, asilimia kubwa hasa ni wale watu wasiokuwa na kitu. Ndio wamekuwa ni watu wenye nyumba za ibada, wakiamini wakiingia kanisani wanaweza wakafanikiwa. Wale wetu ambao wanasema na shughuli zao hawaingii kwenye nyumba za ibada, wanakuwa wako busy na biashara zao. Sasa watoto wao wanakuwa wanaona baba zao, mama zao hawaingii kwenye nyumba za ibada, wako busy na maisha. Huwezi mshawishi mtoto aende kwenye ibada kufanya nini wakati hajaona hata wazazi wanaenda kwenye ibada, mpaka akutwe na jambo iweze kumsukuma ili amtafute Mungu, kwa sababu vitu vingine vyote vimeshindikana, ndipo ataingia kwenye nyumba za ibada. Tunatokaje sasa hapo mchungaji? Inatakiwa kwanza mwakazie wazazi walee watoto kwenye misingi ya Mungu, ili watoto waweze kuwa watoto wenye baraka, watoto wenye faida katika nchi yetu. Lazima wazazi kwanza tuwalee watoto kwenye misingi ya Mungu. Mtoto akikuwa anafundishwa maadili ya Mungu, hawezi kumwacha Mungu. Atajua nini maana ya nyumba ya ibada, atajua nini maana ya Mungu, atajua nini maana ya kumwabudu Mungu, atajua kama hapa duniani tunapenda. Lakini mtoto anakuwa mzazi aingie kwenye nyumba ya ibada, mtoto anakuwa hajaona wazazi wanakimwabudu Mungu, anaona wazazi wanaabudu biashara, wazazi wanaabudu fedha, wazazi wanaabudu miungu mingine. Kwenda kanisani lazima kwake iwe changamoto, na wengine wanazuiliwa na wazazi wao kwenda kanisani. Asante sana. Amina, Mungu akubariki.